katika fundisho la mwendelezo wa kile ambacho tulikihitimisha Jumatano ya juma lililopita kama ya leo, ambayo tulikuwa na neno kuu lililouliza swali, umefanya nini? Umefanya nini? Yalikuwa ni maneno ya mtumishi wa Mungu, jina lake anaitwa Samueli, na anamuuliza Sauli, Sauli, kwa nini umefanya hivi? Na Sauli alikuwa na hoja zake za msingi, akisema, mimi nilikungoja kwa siku 7, na kwa kuwa sikuona umekuja kama ulivyokuwa umeniahidi, nalijishurutisha, maana maaskari walikuwa wamekimbia na kuniacha. Niliona taifa la Wafilisti wanakuja kupigana nami, kwa hivyo nilijishurutisha kutoa sadaka, nimwombe Mungu wala ufadhili aweze kuniokoa katika hatari iliyokuwa inanikabili. Na tukajifunza ya kwamba tunapaswa kumngoja Bwana. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi upo wapi, ila tuliangalia baadhi ya mafungu katika kitabu cha Isaya 40 na lile fungu la 31 linalosema, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu, watapanda juu kama tai. Na tukaangalia pia katika kitabu cha Zaburi ya 27 na ule ubeti wa 14 uliotuambia, umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam umngoje Bwana. Tukajifunza ya kwamba moja ya kile ambacho Sauli alishindwa mtihani wa kusubiri, na tukaangalia ya kwamba moja ya sababu kubwa inayowafanya Wakristo wa zama hizi kushindwa katika pambano la kushikilia imani yao ni kuto kusubiri. Wanandoa ambao hawaoni mtoto licha ya kukaa kwenye ndoa, na wameombewa baraka ya kwamba Bwana awapatie watoto, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu ni mwaka ambao unaweza kuwafanya washindwe kuendelea kumtumaini Bwana. Tukajifunza ya kwamba tunapaswa kumngoja Bwana kwenye hali zetu zozote tunazozipitia. Matokeo yalikuwa nini? Tuliangalia matokeo ya kushindwa kwa Sauli kumngoja Bwana yalikuwa ni maneno machungu ya Samueli mtumishi wa Mungu akimwambia, kwa kuwa umefanya upumbavu, Bwana aliamuru ya kwamba ufalme wako uwe imara, lakini kwa sababu umeshindwa kumheshimu Mungu, ufalme wako hautadumu. Hapa wale ambao wana Biblia, ninasoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 na lile fungu la 13 na fungu la 14. Yalikuwa ni maneno machungu kwa Sauli kuambiwa, maana alikuwa ni kiongozi wa kwanza ambaye baada yake watoto wake wangeendelea, lakini alipoteza sifa ya kuifanya familia yake kuendelea kutawala. Kumbe tunapokosea twaweza kuifanya familia yangu, familia yako, familia zetu kushindwa kuwa watawala pamoja na Yesu Kristo siku ile Yesu atakaporudi mara ya pili. Wale wanaoshindwa kumngoja Bwana wanapoteza nafasi ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana neno la Bwana linasema, bali mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye huyo atakayeokoka. Tukaangalia pia baadhi ya maandiko ya kwamba uvumilivu, neno uvumilivu
ni tunda la Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wagalatia 5:22 kina maneno yasemayo tunda la Roho ni upendo, uvumilivu, inatajwa kama tunda la Roho Mtakatifu. Tukaangalia pia baadhi ya mafungu au maandiko katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 ya kwamba je, mmeiona subira yake Ayubu, ya kwamba alingoja na mwisho wake Bwana alimtendea mema. Sasa jioni ya leo ni kualike katika ile ishara namba 3 ambayo Samueli alimwambia Sauli, lakini pia ni kualike katika somo la jioni ya leo linalosema nafasi nyingine, nafasi nyingine. Na wale ambao tuna Biblia zetu ni waruhusuni tufungue sote kwa pamoja, na mimi mniruhusu niweze kusoma kwa sauti kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15. Tufungue hapo, ndipo tutakapojifunza jioni ya leo. Fungu la kwanza linasema, wakati huo Samueli akamwambia Sauli. Tuko pamoja? Tumefika wapendwa? Wapendwa wa mlimani, tumefika kitabu cha Samueli wa kwanza 15. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti ya maneno ya Bwana. Fungu la pili, Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Fungu la tatu ambalo ni fungu letu kuu jioni ya leo katika ibada, basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Fungu la 4, ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Teremu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikiria mji wa Amaleki, akauvizia bondeni. Sauli akawaambia Wakeni, haya, enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana mliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao Wakeni waweza kuniuliza au kujiuliza ni watu gani? Hawa ni watoto wa mkwe wa mtumishi wa Mungu Musa, ambaye walitembea pamoja na wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani, na wakapewa jina hili la miongoni, wakapata nafasi ya kuketi miongoni mwa kabila zile 12 za wana wa Israeli. Kwa hivyo hawa Wakeni ni wakwe ama mashemeji zake na Musa. Basi hao Wakeni wakaondoka wakajitenga na Waamaleki. Sauli akawapiga Waamaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri, akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yu hai, wakawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Fungu la 9 linasema, lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Bwana atubariki jioni ya leo. Nami ninaomba niwaulize swali wapendwa tulioko hapa na wale tunaofuatilia ibada hii,
Je, Sauli alikuwa ametekeleza kile alichoambiwa? Hakuwa ametekeleza. Jioni ya leo ninataka tujifunze pamoja nafasi nyingine. Nafasi nyingine. Mnakumbuka ya kwamba Sauli alikuwa amepewa nafasi ya kwenda kumsubiri Mungu kwa siku zipatazo 7 na kisha waje wafanye ibada ya kuthibitisha imara ufalme ama utawala wake. Siku hiyo alipokuwa Samueli amechelewa, Sauli akajifanya yeye kana kwamba anajua ya kesho, na akatoa sadaka yake. Na alipotoa sadaka, ghafla Samueli mtumishi wa Mungu akafika. Sauli alikuwa ametenda dhambi ya kumvunjia Mungu heshima na kutokumwamini. Kati ya vitu ambavyo ni vibaya sana kwetu wa Kristo ni pale tutakaposhindwa kumwamini Mungu na kutegemea akili zetu. Kitabu cha Mithali kina maneno yasemayo, nawe mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sauli alikuwa ametegemea akili zake mwenyewe. Katika maisha yetu ya kila siku, mara kadhaa, sio mara zote, lakini mara kadhaa tumekuwa tukitegemea akili zetu wenyewe. Mtu mmoja anakuambia, nisipofanya hivi nitakufa njaa. Nisipofanya hivi watoto wangu hawataenda shule. Nisipofanya hivi mume wangu hatonipenda. Nisipofanya hivi mke wangu hatatulia kwenye ndoa. Kana kwamba tumekuwa tukitegemea akili zetu kwa ajili ya kuendesha yale ambayo ni maisha yetu, kitu ambacho ni kosa mbele za Bwana. Jioni ya leo, somo la kwanza katika ibada hii, ninaomba usitegemee akili zako mwenyewe. Wako watu, ni kweli tunapitia hali ngumu ya kiuchumi, lakini hali ngumu ya kiuchumi isikusababishe wewe kutenda dhambi. Wako watu hudanganya kwenye mahesabu, alafu wapate faida na kusema hii iliyozidi ni ya kwangu, angalau nimepata hata kununua kilo 2 za unga kwa ajili ya watoto wangu jioni ya leo. Mpendwa, usitegemee akili zako, mtegemee Bwana. Hilo nilidhani ingekuwa ni mwisho wa Sauli, lakini Mungu alikuwa anampatia nafasi nyingine. Mzee Maganga, karibu sana mzee wangu. Kana kwamba Mungu ni Mungu mwenye upendo, ambaye huwapatia wanaokosea nafasi nyingine tena. Ninawaza na mimi jioni ya leo ya kwamba hivi Mungu kweli ungehesabu mabaya yangu, kama usingenipa nafasi ya pili, mimi nisingekaa hapa wala kusimama mbele yenu kuzungumza habari zake. Ninawaza mmoja ameketi hapo anasema, Mungu wa mbinguni, kama ungehesabu mabaya yangu niliyoyatenda, bila shaka sikustahili hata kuja kanisani jioni ya leo. Mungu kama angetizama na kuhesabu mabaya yale ambayo yanatendeka nyumbani mwetu, namna tunavyowatendea wake zetu, waume zetu, laiti Mungu angehesabu, ni nani jioni ya leo, mtunga Zaburi anasema, angeweza kusimama? Mungu angeangalia namna vijana tulivyojiingiza kwenye dhambi. Kama Mungu kweli angetizama na kusema, nitakuhukumu kwa hili ulilolitenda, ni nani jioni ya leo angeweza kusimama hapa? Kama Mungu angehukumu kwa kosa moja ambalo sisi viongozi tumetenda, sisi leo tungekuwa wapi? Ninauliza habari ya wazazi ambao tuko hapa, tunao watoto. Kama Mungu angehesabu makosa yetu ambayo tumeyatenda, leo tungekuwa wapi kama wazazi?
Ziko nyakati wazazi tuliruhusu watoto wetu waolewe na watu wa mataifa, lakini kama Mungu angehesabu hilo, leo tungekuwa wapi? Tungekuwa wapi wapendwa? Kama kweli Mungu angehesabu wewe ambaye ni kiongozi, mwaka uliopita haujafanya chochote kwenye idara, kama Mungu angehesabu leo, ungechaguliwa wapi kuwa kiongozi tena katika kanisa hili? Kama Mungu angehesabu, kama Mungu angehesabu wale ambao wanatoa zaka ndio waje jioni ya leo, alafu wale ambao hawatoi zaka na sadaka kwa mpango kwamba wangekufa, mimi na wewe tungekuwa wapi jioni ya leo? Kama Mungu angehesabu makosa yetu, mimi na wewe tungekuwa wapi? Mungu ni Mungu mwenye huruma na rehema, ambaye hukubali kujifanya kana kwamba haoni ili kunipatia nafasi nyingine ya kubadilika ili nipate kuokolewa. Jioni ya leo yuko mmoja anacheza na dhambi na anahisi kana kwamba Mungu ni kipofu, haoni. Kama Mungu angeona, alafu ndiyo leo iwe mwisho wako, leo ungekuwa wapi? Ninampenda Mungu kwa sababu hutoa nafasi nyingine, wapendwa. Mungu hutoa nafasi nyingine. Nafasi nyingine Mungu anayoitoa, haitoi kwa Waadventista wa Sabato pekee, haitoi kwa wale wanaofunga pekee, haitoi kwa wale ambao baba zao ni wachungaji, haitoi kwao pekee, haitoi kwa wale ambao wameolewa na wachungaji. Mungu huitoa nafasi ya rehema kwa wanadamu wote, haijalishi anatunza Sabato ama haitunzi Sabato. Mungu hutoa nafasi kwa watu wote. Kana kwamba jioni ya leo sisi sote tulioketi mahali hapa kanisani, Mungu ametupatia rehema sawa, ni namna tu utakavyoitumia nafasi aliyokupatia. Ninawaza hivi, kweli Mungu angeangalia na kusema ninawachagua tu wale ambao hawajatenda dhambi kuanzia wanazaliwa mpaka leo ndio wao wachungaji, mimi nisinge qualify kuwa mchungaji? Kama Mungu angesema wanaokwenda mbinguni ni wale ambao hawajawahi kutenda dhambi, bila shaka mimi ningekuwa wakubaki na wewe ungekuwa wakubaki. Lakini Mungu hutoa nafasi nyingine tena ili tuweze kusaisha maisha na mapito yetu. Ndicho anachokifanya kwa mfalme Sauli. Sauli hakuwa na stahili tena, lakini Mungu, he gave him another chance. Mungu anampatia Sauli nafasi nyingine tena. Mama Njaba, Mungu hutupatia nafasi nyingine tena. Mwaka umeisha, mwezi umeisha, leo tuko mwezi mwingine. Mungu ametupatia nafasi nyingine tena ili tutengeneze maisha yetu. Angalia nafasi nyingine ya pili anayopewa mfalme Sauli. Anapewa kwenda vitani, na mara hii vita anayokwenda kupigana na hao watu sio watu wa kawaida, ni watu ambao wanatajwa kama wenye kutisha. Ni taifa la Amaleki. Waamaleki ni uzao wa Esau, yule ambaye mnajua tangu wakiwa tumboni mama yao anasema hao watoto ni bora tu wafe. Esau ndiyo anawazaa miongoni mwa watoto wake, jina lake mmoja anaitwa Amaleki, na Amaleki ndiyo wanageuka kuwa adui wakubwa wa taifa la Israeli. Kitabu cha Mwanzo 36 kinazungumza ni wapi, ile fungu la 12, ni wapi Amaleki alitoka. Lakini kitabu cha Kutoka sura ile ya 17 ina maneno yanayosomeka ya kwamba Musa akapaita mahali pale Yehova Nisi, Yehova Nisi, Yehova Nisi, akiita maana yake Bwana ni bendera yangu. Hii ni vita iliyopiganwa katika eneo moja linaitwa Refidim,
mahali ambapo Waamaleki walikuja na kuwavizia wana wa Israeli wanatembea kutoka Misri kuelekea Kanaani. Wanaketi nyuma na kisha wengine wanashambulia kwa mbele. Wana wa Israeli wanapambana watu wa mbele na wanashangaa Waamaleki wapo wengine nyuma. Kwa hivyo wale waliokuwa wamebaki nyuma kana kwamba walikuwa wanalindwa, ndiyo mara hii walikuwa hawana mwingine mlinzi, na Waamaleki wakawashinda wana wa Israeli. Tukio hilo likawa ni baya sana machoni pa Bwana, na Mungu akamwambia Musa, kesho nitajipatia ushindi dhidi ya wana wa Amaleki. Mwambie Yoshua aandae jeshi. Na Yoshua alipoambiwa akaandaa jeshi kweli, na wakati ule asubuhi Musa na Huri pamoja na Haruni wakapanda juu mlimani. Na walipopanda mlimani, Musa alitembea na ile fimbo ya Mungu. Alipoinyosha juu, wana wa Israeli, Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 17, wakashinda. Lakini kwa sababu mkono wa Musa ulikuwa na nguvu sana, hakuweza tena kuendelea kusimamisha ile fimbo, na akakubali kuishusha. Kitendo cha kuishusha ni kitendo ambacho wana wa Amaleki waliwashinda wana wa Israeli. Jioni ya leo, fundisho namba 2: usikubali kushusha mikono yako. Mama zangu mlioko hapa ambao mmekuwa mkiombea watoto wenu, kamwe msikubali kushusha mikono yenu kwenye maombi. Wale ambao mmekuwa mkiombea waume zenu, msichoke kamwe kuwaombea waume zenu, maana kwa kushusha mikono mnampatia shetani kuwashinda waume zenu. Waombeeni. Wale ambao mmekuwa mkiliombea kanisa, wala msiache, endeleeni kuliombea kanisa. Endeleeni kunyosha mikono yenu mbele za Bwana kwamba aliponye kanisa letu la Waadventista wa Sabato, aliponye kanisa letu na jimbo letu la Seki, aponye unioni yetu. Mungu husikia tunaponyosha mikono yetu. Na jioni ya leo tumekuja katika ibada hii, usiache kunyosha mkono wako. Mungu yuko kukusaidia. Lakini aliposhusha, Haruni pamoja na Huri wakatambua. Kwa hivyo wakashika mkono mwingine wa kulia na mkono mwingine wa kushoto, wakamtegemeza Musa. Hata jioni ile ushindi ukapatikana dhidi ya Waamaleki. Unajifunza nini mtoto wa Mungu jioni ya leo? Ya kwamba Huri pamoja na Haruni walikubali kumsaidia Musa kwa ajili ya ushindi wa taifa la Israeli. Wako wa Kristo ambao wakiona jambo limetokea, rudi nyuma na kusema hilo ni la mchungaji mwenyewe. Wako washiriki wasiotaka kushirikiana na wengine. Kisa hiki kinanifundisha mimi na wewe ya kwamba kumbe hata kwenye kazi ya Mungu tunategemeana. Yuko ile mwimbaji ameimba, tunategemeana sisi sote ndani ya kanisa hili. Kila mmoja anamtegemea mwenzake. Hata mimi mchungaji ninawategemeeni ninyi, na ninyi vivyo vivyo mnamtegemea mchungaji. Sisi sote tunategemeana kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Wanakwaya, mnategemeana. Kwaya ambayo haihitaji ushirikiano ni kwaya iliyodumaa. Hata mimi mchungaji sihubiri tu hapa Mlimani, Kimanga, Kisukuru. Hakuna, huwa ninatoka. Ninawahakikisheni tena, kama mngeimba kuanzia Januari, dada Nasemba, mpaka Disemba mkiwepo hapa Mlimani, hamtakuwa hata siku moja. Hamwezi. Mnaweza kukua na kufanikiwa ikiwa mtakubali kutoka. Mzee Maganga, kubalini kutoka, kufanya ushirika na wengine, ndio mwaweza kufanikiwa kwa yenu.
Hii sizungumzi tu na kwaya, bali ninazungumza na washiriki wote. Hata mshiriki ambaye anajiombea tu yeye kuanzia Januari mpaka Disemba, yeye tu na watoto wake na mume wake na mke wake, ndiye waombea tu. Yaani akipiga magoti asubuhi anasema Mungu mbariki mke wangu, mbariki watoto wangu, mbariki fulani, halafu kwa jina la Yesu amina. Mshiriki huyo ataomba hato endelea kukua mpaka Yesu anakuja. Tunategemeana wote. Ningependa kuiona kwaya leo wapo hapa, kesho nasema wana mwito mahali fulani, ndiyo kukua. Wanasema tuna mahubiri ya uinjilisti mwaka huu, ndiyo kukua. Sisi hatuwezi kwenda huko, ni kijijini, sisi hatuwezi kwenda huko, hamna si kitu gani. Mungu anataka watu watakaosaidiana kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Twende kijijini, twende mjini, twende kwenye makanisa jirani wanapotuita. Anakuwepo kiongozi mmoja anasema mwito hatuwezi kwenda. Mtakuwa lini? Mtabakia hapa hapa. Zitakuja kwaya zingine, vikundi vingine vimeanzishwa tu jana ujui, ama kesho vitaanzishwa, alafu vitaizidi kwaya yenu kwa kuwa hamjakubali kushirikiana na wengine, maana mmetaka tu kuwepo hapa hapa mlimani. Sisi ni watu wa mlimani, ni watu wa mlimani. Mungu awasaidie, Mungu na atusaidie kama kanisa. Huri ni kiongozi anayekubali kushirikiana kwa ajili ya Mungu. Shida kubwa ya sisi viongozi, ukichaguliwa wewe ni mkuu wa majengo, basi unataka tu majengo ufanye wewe, hautaki mtu mwingine afanye. Ukichaguliwa wewe ni mkuu wa wana wa kike, utatamani tu ni wewe. Yaani hakuna, kila mmoja anasema ameniingilia kwenye majukumu yangu, lakini ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Musa hakunungunika kwamba nimeingiliwa kwenye majukumu yangu ya kunyosha mkono juu, hakuna, bali alifurahi. Jioni ya leo ningeona watu wakifurahia mtu mmoja anaposema, mpendwa, mimi niko tayari, tusaidiane kwa ajili ya jengo hilo. Mpendwa, tusaidiane kwa ajili ya idara yetu, tusaidiane kwa ajili ya kanisa yetu, tusaidiane kwa ajili ya Mungu. Hiyo ingekuwa ni nzuri zaidi kuliko kusema ninamwachia Nashori mwenyewe apambane mwenyewe, si mwaka wake. Kama kiongozi, jioni ya leo ninatoa wito, tafadhali tuungane, tuujenge ufalme wa Mungu kwenye kanisa letu la Mlimani. Wanakwaya tuungane na kwaya zingine za mitaa mingine na za ndani ya mtaa wetu, tuujenge ufalme wa Mungu. Iko mito huwa inakuja, je, mnatoka? Siku ile nimewaambia na kuisoma ile nukuu ya kwamba hata watumishi wa Mungu wangenyamaza kimya, kazi ya Mungu ingekwenda. Kutokuwepo kwaya sabato moja, sabato ya pili, je, kunalifanya kanisa kufa? Kanisa haliwezi kufa kwa sababu ya kwaya. Ondokeni mkaujenge ufalme wa Mungu. Bwana na wabariki. Sauli anakwenda kupigana na hawa Waamaleki, ambao baada ya ule ushindi Mungu aliapa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 25 na lile fungu la 7 la Minda 17 linasema, kumbuka alichokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, watu waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala usimche Mungu. Fungu la 19, basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako iwe urithi uimiliki, ndipo uufute ukumbusho wa Amaleki chini ya mbingu, usisahau. Haya yalikuwa ni maneno ya Torati ambayo Bwana mwenyewe aliwaamuru na kuagiza wana wa Israeli wanapokwenda katika nchi ya ahadi, wakumbuke ile vita dhidi ya Waamaleki. Sasa miaka ilikuwa imepita na Sauli alikuwa anapewa assignment ya kwenda kulikamilisha hili
ambalo Bwana alikuwa amewaamuru wana wa Israeli. Kwa hivyo nilitegemea Sauli aseme mimi Mungu ni nani hata unichague kwenda kukamilisha kile ambacho wewe ulikikusudia tangu zamani. Mimi ni nani? Who I am. Mimi ni nani? Lakini Sauli ni sawasawa na mimi na wewe, ambaye leo Mungu hutuita kwa ajili ya kazi fulani kanisani, halafu badala ya kufanya huwa tunakimbia. Kila mmoja anakimbia, nina majukumu kwa nimebanwa sana, kwa kweli siweza kuifanya hiyo kazi, naomba tu achaguliwe mtu mwingine. Mtu wa Mungu, kubali tu. Yani kila mmoja anatoa, kila mmoja. Lakini Mungu atusaidie. Ningekuwa ni mimi ndiye Sauli, ningesema Mungu, mimi ni nani? Umewaona watu wote alafu ukawaacha ukanichagua mimi. Mimi nacho ni nani? Huwa nikikaa chini ninasema Mungu, mimi ni nani? Nina kitu gani cha kuwa mchungaji? Yani ni nini hasa nilicho nacho? Ninajikuta sina chochote. Yani sina chochote. Uzuri sina, elimu sina, mali sina, kila kitu sina. Lakini Mungu tu alinichagua, anasema Nation, nahitaji unitumikie. Mungu anapotutazama hatuna kitu chochote ambacho Mungu anaweza kusema unacho. Hakuna. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya nani wapendwa? Ni mali ya Bwana. Alafu tena anasema ni nani anatupatia uwezo na nguvu za kupata utajiri? Ni Mungu mwenyewe. Wewe una nini? Hata uhai ulionao ndani ni wa Mungu tu. Mungu anapotuita na kutupatia assignment za kufanya, je, huwa tunafanya katika viwango vya juu? Ama huwa tunafanya tu kukamilisha kile ambacho kimewekwa? Leo pewa milioni 10, alafu uambiwe ndiyo nyumba yako ukajenge. Alafu pewa milioni 10 uambiwe jenga hapo. Ni vitu viwili tofauti. Leo pewa kazi, alafu uambiwe hiyo ndiyo kazi yako. Na leo uchaguliwa kuwa kiongozi kanisani, useme mwaka huu idara hii ni ya kwako. Tuone kama kuna vitu viwili vyote unaweza kuvifanya katika hali ya ukamilifu. Sauli ni mimi na wewe, ambao Mungu ametuamini, ametuita. Wala si kwamba tuna kitu chochote ambacho amekiona, ila tu rehema yake. Anasema mwanangu njoo, maana usipofanya hivi utapotea. Lakini mara ngapi tumekuwa tukimwangusha Mungu na kumwaibisha? Mungu atusaidie sana jioni ya leo. Jambo la 3, kubali kufanya kile Mungu alichokuita kwa bidii na kwa nguvu zote. Bwana asifiwe. Ninawaza hivi, Mungu akituchungulia hata sasa aseme, Nation, hivi nimekuchagua kuwa mchungaji, umefanya nini? Alafu Mungu anionyeshe tena mamilioni ya watu wanaopiga magoti na kusema Mungu nisaidie, msaidie mwanangu awe mchungaji, nisaidie Mungu. Alafu Mungu aniambie angalia lile kundi na wewe. Ndicho Mungu anachotuambia kila mmoja wetu, ya kwamba nilikuwa nina watu wengi wa kuifanya hii kazi, lakini nimekupatia wewe, umefanya vitu vingapi? Kwa hiyo Sauli anaambiwa nenda, kana kwamba angetekeleza yote aliyoambiwa na Bwana. Lakini kwa bahati mbaya, anapofika vitani, anapofika na kwenda, Biblia inanikumbusha kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 20, ya kwamba ulikuwa ni utaratibu, fungu la 1 hadi la 3, ulikuwa ni utaratibu wana wa Israeli kabla hawajaenda vitani. Kuhani alisogea karibu na kuwakumbusha ya kwamba ni Mungu aliyewaita, ni Mungu aliyekuita, ni Mungu aliyekuita, kwa hivyo usiogope. Na kisha waliombewa baraka ya kwamba Mungu ndiye aliyekutoa katika nchi ya Misri, hivyo usiogope adui yako, hata kama ana nguvu kiasi gani. Wewe usimwogope, kwa kuwa unaye Mungu ambaye ni mkuu kuliko miungu mingine. Wapendwa, duniani kuna vita nyingi. Kuna vita za kiuchumi, vita za kielimu, vita mbalimbali zipo, za kiroho zipo. Lakini ahadi ya Mungu kwa watoto wake ni kwamba don't fear, usiogope, maana mimi ni Mungu wako mwenye nguvu. Mimi ni Mungu wako.
Ni wangapi ambao mara kadhaa huwa tunakimbia kwa waganga, nasema jisaidie tu, Mungu amesema jisaidie na yeye atakusaidia. Huwa tunakwenda huko nje. Umefungua biashara, umewekeza, muda huo haujaona kana kwamba faida haipo, unasema kuna mkono wa mtu hapa. Mungu anasema usiogope mwanangu, usiogope, maana mimi ni Mungu mwenye nguvu, niko pamoja na wewe. Kana kwamba mateso ama hali inaweza kutokea, lakini Mungu anaahidi kuwa pamoja nasi, hajawahi kutuacha. Ninazungumza na mtu mmoja yamkini ana vita kwenye mahusiano, kwenye nyumba yake ana vita, kazini kwake ana vita. Sasa usiende huko watu wanasema unajua ili bosi wako atulie, ikiwa unaongea naye, hebu chukua huu mzizi, utakuwa unatafuna, atasahau, atalainika, wala hatakusumbua. Mungu anasema wale ambao ni watoto wangu mimi niko pamoja nao, msiogope. Msiogope. Unaogopa nini wakati Mungu naye mwenye nguvu, ambaye yeye aweza kukusaidia katika vita na nyakati zote, maana anajua sasa hivi na anaijua kesho yako. Sauli alikuwa ameambiwa nenda basi kawapige wana wa Israeli, nenda kawapige wana wa Amaleki, na akaondoka na wana wa Israeli wakaenda vitani. Walipokwenda vitani, Biblia inasema ni kweli Sauli akawapiga Waamaleki kama Bwana alivyosema, kana kwamba neno la Bwana linatimia hata kama watu hawajafanya kwa ukubwa kiasi kile, lakini neno la Bwana siku zote linatimia, ya kwamba mimi huwa ninawasaidia. Jioni ya leo niwakumbushe jambo hili tunapomaliza, ya kwamba vita hii hakushinda Sauli, bali ni Mungu alikuwa amewashinda Waamaleki. Bwana asifiwe. Unajua kuna nyakati ambazo huwa tunajenga nyumba, alafu unasema kwa kweli nimepambana sana kuijenga hii nyumba, nimepambana mno. Mungu anakutizama pembeni, anasema angalia huyu mtoto. Hii vita hakuwa Sauli aliyeshinda, ila kulikuwa na malaika wa Bwana waliowapiga Waamaleki. Kana kwamba Mungu anapenda chochote ambacho tumefanikiwa kwacho, yeye ndiye tumpatia utukufu na heshima, ya kwamba ni Mungu ametenda hili. Anasema mwanangu umefaulu, mwanangu ana akili sana. Hakuna, ni Mungu amemsaidia mtoto wako. Mtoto wako, mwanangu amepata kazi. Unajua niliomba sana. Sio maombi yako, ni Mungu amekupatia wapendwa. Unajua kwaya yetu inaimba sana, sio kwaya yenu, ila ni Mungu huwabariki ili waimbe vizuri. Unajua mwaka huu nilikuwa na miradi mikubwa na namshukuru Mungu, ninashukuru kwa juhudi nikafanya. Unajua nilisoma sana, wakati fulani nilikuwa namsoma namfuatilia fulani na fulani na fulani. Mungu anasema sio hivyo, ni mimi nilikusaidia. Kana kwamba Mungu anasema katika mafanikio ni mimi ninayewapatia kufanikiwa. Jifunze ya kwamba ni Mungu anayekupatia wewe na mimi kufanikiwa. Hata kama unaona umewekeza na hela zako, lakini hizo hela zilitoka kwa nani? Kama Mungu angenyofua uhai, usingeweza kufikia chochote. Jifunze kumpatia Mungu utukufu na kusema ni Mungu amenisaidia. Kwa hivyo kama angekuwa ni Sauli mzee Maganga ndiye ameshinda hii vita, Mungu asingeingilia kati popote. Dada Nasemba, Mama Bernard, kama ni Sauli ndiye alikuwa ameshinda hii vita, sasa Mungu ana haja gani ya kuingilia kama Sauli amepigana mwenyewe? Lakini kwa kuwa alikuwa ni Mungu, alikuwa na sababu ya kuingilia. Kana kwamba Mungu hutuuliza pia ya kwamba umepata hicho kitu, je, umekipata? Unajua ni mimi nimekupatia. Na kama nimekupatia, je, umekifanya katika kile ambacho nilikuagiza? Nilikuagiza urudishe zaka na sadaka. Ni kweli umejenga, je, zaka yangu ulirudisha? Ni kweli watoto wako wamefaulu, wanakwenda form 5 na form 6, ndiyo, lakini je, zaka yangu ulirudisha?
Sauli alikuwa anaulizwa maswali. Je, nilikwambia nini? Mungu alimwambia ua kila yeyote, mwanaume, mwanamke, watoto, hata wachanga, ua. Alafu akuishia tu hapo, akamwambia ua na kondoo, ua na mbuzi, ua na ng'ombe, ua na ngamia, chochote ambacho kipo kwenye mji wa Amaleki, ua vyote. Lakini Sauli eti anakuja kujibu maswali aliloulizwa na Samueli, akasema unajua, niliona kuna haja ya kumtolea Mungu sadaka. Kwa hiyo nikalazimika mimi na askari wangu, maana waliniambia mfalme, hebu tuache hawa. Kuna wakati viongozi huwa tunalazimika, wanasema washiriki pasta, washiriki hawataki hiki. Viongozi hawataki hivi pasta. Sauli anasema eti askari walisema tuache ng'ombe, tuache ili tuwatolee sadaka kwa Mungu. Mungu hakuwa amemwambia hivyo. Ghadhabu ya Mungu ilipowaka, maneno haya yalikuwa, maana dhambi ya uasi ni kama dhambi ya uchawi. Alafu Mungu akasema, mimi sipendi tu sadaka, bali moyo unaoniheshimu mimi. Sadaka zako sizitaki, ila natafuta moyo unaonitii mimi Mungu. Sauli alikuwa amepewa nafasi ya pili nyingine, lakini nafasi ya pili pia alipoteza kwa kisingizio kingine cha kusema hawa maaskari ndio wamenisababisha mimi kuanguka nisitii sauti yako. Nikana kwamba Hawa alipoulizwa na Adamu alipoulizwa pia alisema, huyu mwanamke uliyenipatia. Sauli haoni dhambi yake, ila anachokiona ni kuwatwisha wengine, kana kwamba ndio wamemsababisha watende dhambi. Kitabu cha Mithali kinasema 1:10, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usifanye nini wapendwa? Wewe usikubali. Jioni ya leo Mungu anamtafuta mtu mmoja ambaye yuko tayari kutii Mungu anapompatia nafasi ya pili. Nimesema pale awali ya kwamba hata mimi Mungu amenipatia nafasi nyingine. Wewe Mungu amekupatia nafasi nyingine. Ni nani anayejua ya kwamba nafasi hii ndiyo ya mwisho kwako na kwangu, ili misho na Yesu Kristo arudi mara ya pili. Nukuu ya mwisho hii niruhusuni niisome jioni ya leo. Nukuu hii inatoka katika kitabu cha Education, ukurasa namba 57, ile paragrafu ya 3 ya Kiingereza. Inasema hitaji kuu la dunia ni hitaji la watu ambao hawawezi kununuliwa wala kuuzwa, watu ambao ndani ya nafsi zao ni wakweli na waaminifu, watu wasioogopa kuita dhambi kwa jina lake halisi, watu ambao dhamiri zao ni waaminifu kwa wajibu, kama sindano ya dira ilivyo kwa ncha ya kaskazini, watu watakaosimama kwa ajili ya lililo sahihi hata mbingu zikianguka. Mungu ndiye anatafuta, the greatest word of the world. Hitaji kuu la ulimwengu ni waaminifu. Mungu anawatafuta waaminifu ambao hata hiyo mbingu ikianguka, they will remain faithful kwa Mungu wao, watabaki kuwa waaminifu kwa Mungu wao. Haijalishi nasema Waadventista wa Sabato wote wanasema tufanye tu hivi, wanabakia kuwa waaminifu. Hata kama ulimwengu wote uko kinyume na sheria ya Mungu, wanabaki kuwa waaminifu kwa Mungu wao. Je, ni jioni ya leo unatamani kuwa mwaminifu wewe kijana kwa Mungu wako? Hata kama vijana wengine wote wamegeuka na kuiacha njia, je, uko tayari kusimama kuwa mwaminifu kwa Mungu wako? Wamama mlioko hapa, hata kama wamama wengine wote wanatenda tofauti, je, mko tayari kusimama kuwa waaminifu kwa Mungu? Hata kama wale mlio wakuta kanisani wamemwacha Mungu, je, uko tayari kubakia mwaminifu kwa Mungu wako? Kama ni tamanio lako, kwa nini usisimame jioni ya leo?
Mungu anatuita sote kwa pamoja, na anatuambia maneno haya: ninatafuta watu waaminifu, ni watume wawe mabalozi wangu katika ulimwengu wote, ili watu watakapowatizama waseme, hawa ni Waadventista wa Sabato waaminifu kwa Mungu wao. Tuliimba ule wimbo, Bwana nipo nitume. Mungu jioni ya leo anatafuta mwaminifu atakaye itumia nafasi nyingine aliyopewa ya kuishi leo, ya kusikia neno hili, asije akapotea. Mungu wa mbinguni na tubariki kwa jina la Yesu, amina. Baba yetu na Mungu wetu, jioni ya leo tumeisikia sauti yako. Sauli alipewa nafasi nyingine, lakini hakuitumia, hakutii. Na sasa Bwana, ungefanyaje kwa wale ambao hawatii? Ni kupoteza nafasi, ni kupoteza vyeo, ni kupoteza. Baba, kuna nyakati hatukuitii sauti yako, na yamkini ulisema, kwa sababu hamkuitii sauti yangu, mmepoteza sifa ya kuitwa watoto wangu tena. Mungu, jioni ya leo ninaomba utusamehe. Kama yuko mtu mmoja katikati yetu alipoteza nafasi ya kuitwa mtoto wako, maana alishindwa kukutii wewe licha ya kumpatia nafasi mara kadhaa, jioni ya leo mimi mtumwa wako ninamwombea na ninaomba kwa ajili ya mtu huyo ya kwamba umsamehe. Baba, utusamehe na kisha tupatie nafasi nyingine tena kwa ajili ya umilele wetu. Kama kuna kina Sauli kwenye kanisa letu la Mlimani, katika mtaa wetu wa Kimanga, Baba, tugeuze mioyo yetu, tufanywe upya, ili usije ukaturaumu siku ile Yesu utakaporudi mara ya pili. Jioni ya leo tubariki, maana umetusamehe. Wanakwaya uwabariki, kwaya zote Yesu jioni ya leo walihudumu PFC, uwabariki. Kwaya ya mabalozi uwabariki. Kwaya ya vijana wakubwa uwabariki. Kwaya ya Amo na Dorcas Yesu uwabariki. Kwaya ya kanisa pia Bwana ukaibariki. Na kisha tubariki sisi viongozi, tubariki wazee, tubariki waazini, tubariki maofisa na baraza lote la kanisa, na kisha kanisa lote la Mlimani utubariki. Lakini jioni ya leo yamkini yuko mtoto wako mmoja yupo kwenye changamoto kubwa. Amejaribu mara kadhaa kuwa mwaminifu, lakini kila wakati anajikuta anaanguka. Baba, mshike mkono mtu huyo, umsaidie kusimama katika uaminifu. Kwa kuwa sote kwa pamoja tumesimama kwa miguu yetu na kudai ahadi na kusema, Bwana, tusaidie tuweze kuwa waaminifu, basi sikia ombi la kila mmoja wetu, utufanye kuwa watifu na waaminifu kwako. Tupatie jioni na usiku ulio mwema. Ponya walio wagonjwa, walioteswa uwafungue katika vifungo, na walio gizani ruhusu nuru yako Bwana iangaze katika maisha yao. Wale ambao uchumi wao umedorora na hawana hata chakula cha jioni ya leo, hawana hata fedha ya kulipa kodi, hawana hata fedha ya kupeleka watoto wao shule, Baba unayeweza kutenda, uwatendee kwa namna tofauti tofauti kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ninawashukuru sana na ninawatakia usiku ulio mwema na ibada nyingine ya uimbaji inayoendelea.